أحمده سبحانه وتعالى حيث جعلنا مسلمين وجعلنا في شهر الصيام ونحن صائمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القائمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد محتاج وفقير إلى عفو ربه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، سيدنا محمد الذي بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد. Ndugu zangu, kwanza kabisa usikum wa nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla, ninakuhusieni na pia ninaihusia nafsi yangu tuzidishe kumcha Mungu, tumzidishe kumwogopa Mungu, tuzidishe kumpenda sana Mungu. Pasiwepo na kitu ambacho tunakipenda sana zaidi ya Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumpende Mungu na Mtume kuliko baba zetu, kuliko mama zetu, kuliko kitu chochote, kuliko nafsi zetu, kuliko kitu chochote. Jambo la kwanza, ningependa kwanza kukumbusha taarifa iliyotolewa na serikali kupitia Wizara ya Afya kwamba nchini kuna maradhi ya mlipuko. Haya maradhi ya mlipuko yametangazwa kwamba yapo, ikiwemo yule bwana aitwaye COVID-19, na wako na wenzake kaja nao safari baada ya COVID-19. Kuna na mambo mengine. Sasa sisi Waislamu tuna tabia ya kila kitu sisi tunakichukulia poa, wepesi wepesi, na wengine wanajaribu kutuingiza katika aya ambayo haiwezekani tukaingia katika aya hiyo. Wanatuambia hiyo kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ndiyo, lakini tahadhari lazima. Kwa hiyo tukiambiwa tuchukue tahadhari, tuchukue tahadhari, tuchukue hatua za kujikinga, tuchukue hatua za kujikinga. Haya mambo ya kidarweshi hayafai, hayo hayana maana. Hivyo basi ningewakumbusha hata wahudumu wetu hapa msikitini na idara yetu msikitini anze kuweka ile mitungi ya maji ambayo na sabuni, ili watu wanapoingia waoshe mikono yao, ili tuweze kudhibiti huu ugonjwa. Halafu tutajiachia. Ni jambo la muda, ni jambo la muda mfupi. Tukifuatisha masharti, basi ugonjwa unadhibitika. Kwa hiyo hili ndio la kwanza kabisa ambalo ningependa nilikumbushe kwamba ugonjwa upo, wahusika wametangaza ugonjwa ambao wa mlipuko na kipindupindu, na kipindupindu nacho kibaya zaidi. Kama inavyoua COVID, kipindupindu kinaua zaidi. Tusifanye uzembe tukajistukia baada ya siku mbili hatuonani hapa wako wapi,
yuko Kisutu. Wapi? Mkenda. Mkenda kenda kwa nani? Kabrini. Hapana, tufate taratibu ili Mungu atunusuru na majanga haya. Jambo la pili, hili pia nakumbusha, najua nyote mmefunga saumu ya Ramadhani, na labda yuko mmoja wenu wawili wana udhuru hawakufunga. Udhuru mithali wa kisheria unakubaliwa tu, lakini kuna watu wanafunga huku nyoyo zao zinanung'unika. Kuna watu wanafunga huku akinung'unika. Sasa hao ndio naongea nao leo. Wengine wananung'unika futari, wengine wananung'unika mwisho wa Ramadhani kuna Idi, watoto wake watapata wapi nguo za sikukuu. Na kwa maana hiyo, baadhi ya wake zetu, nyinyi baadhi ya wake zenu wanauza mama ntilie mchana hivi sasa hivi. Baadhi ya wake zenu wanauza mama ntilie mchana, na nyinyi mko radhi. Hili nalikumbusheni ni baya sana. Wewe Muislamu mwanamume uko msikitini unaswali, mkeo yuko katika magenge huko viwandani huko anapika mama ntilie kuwauzia wafanyakazi, na wewe unaunga mkono, unasema kwamba itatusaidia futari jioni. Wewe itakusaidia futari, maana kida mama ntilie na yeye anafunga. Wallahi, sasa wewe mama ntilie unauza kichakula mchana, alafu wewe mwenyewe umefunga. Umefunga wewe kwa kisingizio kodi ya nyumba, kwa kisingizio futari, kwa kisingizio nguo za sikukuu. Hakuna kisingizio chochote kitachokubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna kisingizio chochote kitachokubaliwa kwa Mwenyezi Mungu ila ule udhuru ambao Mungu mwenyewe ameuelezea. Kama unao udhuru huo ambao Mungu kishausema na mtume kishautaja, huo utakubalika. Lakini udhuru wa kubuni wewe haukubaliki, kwa sababu Mungu alipolazimisha watu wafunge, yeye kwa upande wake kajilazimisha lazima atakupa futari. Mungu alipotulazimisha tufunge, yeye kwa upande wake ameshajilazimisha lazima atakupa futari. Hakuna vinginevyo. Mungu anatoa futari, ipo, sio atakupa jioni. Futari ipo inakungoja wewe, isipokuwa mnajifanya mjui futari maana yake nini, wakufuturu maana yake nini. Mnajifanya hivyo ili mpate kula mchana. Sasa hicho unachokula mchana si ndio hiyo futari ambayo ya jioni hiyo? Tuache visingizio vya uongo, tuache visingizio vya kishetani, tumuogope Mungu. Na ameileta ibada hii Mungu kwa ajili tumuogope Mungu, tuwe wacha Mungu. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, imefardhishwa kwenu juu yenu funga kama ilivyofardhishwa juu ya wenzenu walikuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo njia ya wewe kuwa mcha Mungu ni kuanza kufunga na kuachana visingizio, kwa sababu Mungu ndiye aliyelazimisha, na huyo ndiye aliyechukua dhamana kwamba utafuturu. Hakuna kukosekana maji. Kitu cha kwanza kabisa cha kufuturu ni maji. Mihogo kula, mihogo kula. Kama unataka kulalamika, lalamikia kula, lakini usilalamikie futari.
Mihogo, maharage, huo ni mlo, sio futari. Futari maji, kwa kule Arabuni tende. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanazuoni wote wamesema ukikosa tende, maji. Sasa niambieni, kuna dhiki ya maji hapa? Kuna shida ya maji? Kila usiku ukicha, serikali inafanya juhudi kuhakikisha wananchi wanapata maji. Ndio futari yenyewe ya kwanza ile ambayo wewe unalazimika kuipata, na Mungu alishakusaidishia, ipo, haijakauka maji. Kwa hiyo chukua tahadhari na visingizio hivyo ambavyo mnavyovifanya. Chukua tahadhari na visingizio mnavyovifanya, mnavyovitoa. Mungu hawezi kukukalifisha kitu ila kiko katika nafasi yako ya kukitekeleza. Mungu hawezi kukulazimisha jambo ila hilo jambo liko kwenye uwezo wako kufanya. Pale ambapo halipo katika uwezo wako kufanya, Mungu anasimamisha. Faman kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, mwenye kuwa mgonjwa au yuko safarini na ale mchana atalipa siku nyingine. Sasa Mungu kishasema hivyo, wewe unatakaje alafu unatengeneza visingizio wewe? Havifai. Na wewe unayeandika Ijumaa inakukosa. Yaani mtu anaandika wewe, na sasa hivi kaja ofisini kwangu anataka mwanafunzi wangu. Mwanafunzi huyo tena. Waislamu, tumuogope Mungu, tuache mazoea. Maana kama tumezoea hivi, tunatembea huko barabarani tumefunga, lakini kikipita kitu unatizama, unarudishia afu unatizama tena. Funga ya mazoea, anatizama alafu anatizama tena, anajifanya kuuliza kwani nani yule, kwani nani, kwani lazima umjue? Funga zetu mazoea. Hapana, tufunge kwa kufumba macho. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, Mungu anamwambia Bwana Mtume, waambie waumini wafunike macho yao. Kufunika macho manake unaona, lakini baadaye huendelei kutizama, ndio kufunika macho. Umeona lakini huendelei kutizama, huko ndio kufunika macho. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, wa hifadhi tupu zao. Yule ukimtizama mahma itakapokuwa, lazima itaingia katika moyo wako, na mpaka unakuja kusali Ijumaa bado utakuwa unamfikiria. Sasa unasema usali kadha, na yule naye yumo katika nia yako pale, ndio unasali hivyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mwezi wa Ramadhani, tarawihi tujazane mpaka mwisho wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani tujitahidi kutoa. Tunawaambia watu wasiombe, wasioombaomba. Maana mwezi wa Ramadhani wengine wanageuka kuwa ni ombaomba. Usiombeombe, lakini wale watu walionacho tunawahimiza watoe, kuwapa watu wanaostahili kupewa, sio ombaomba. Ombaomba si wakusudii. Wapeni watu, unamkisia kwamba huyu lofa si lofa, huyu ndio wakumpa. Wakupewa ni yule ambaye huyu anacho hana, huyu ndio wakupewa, huyo ndio wakupewa. Omba ile ni illa tu, ugonjwa wanao. Kuna mtu hapa akamchukua mama mmoja, kampa msingi wa kufanyia biashara mkubwa tu, wallahi tayari anaomba tena, yuko hapa. Sasa huyo wakumpa wewe? Yaani kuna watu hapa wanafanya juhudi kuwapa na msingi,
capital ya kufanyia biashara, ili asije kuombaomba, wallahi anaombaomba tena. Alafu hii Ijumaa hivyo wao hawamo, wanatusubiri hapo. Ni wanawake wa Kiislamu hao, lakini hawaingii kusali, wamekaa pale. Wale hawafai kupewa, sio mimi mkatili, wale matariku sala wamelaaniwa na Mungu. Kila anayeacha kusali amelaaniwa na Mungu. Vipi unakwenda kumpa sadaka yako mtu kishalaaniwa na Mungu? Siji mnanielewa? والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. آمركم وإياي بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه وأنهاكم وإياي بما نهى الله عنه من معصيته فلا تعصوه. وأرجو لي ولكم من ثوابه فاسألوه. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.